Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako tena. Wakati mwingine ambao tunakaribia mbele zako kula mezani pako. Imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Karibu sasa Bwana, upate kutufundisha na kutuelekeza mapenzi yako. Yesu, tunatamani kusikia jambo jipya kutoka kwako, maana wewe ni mpya kila siku. Uisha nia zetu na akili zetu zipate kuelewa na maandiko na kila ambacho Bwana unakwenda kutufundisha jioni ya leo. Inakataa roho ya kulizoelea neno lako, roho ya ukawaida wa ibada, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, utupe shauku ya kusikia zaidi na zaidi kutoka kwako, maana ndio uzima wetu. Asante kwa maana utakwenda kutufundisha katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na somo refu sana ambalo hata sasa bado hatujalimaliza, somo ambalo linasema uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu wetu tulio nao hivi sasa. Na kiini cha somo letu, tunaangalia mambo yaliyowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani. Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwa kivuli cha wokovu wetu kutoka dhambini kuelekea kwenye uzima wa milele. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 tulisoma kuanzia mstari wa 1 hadi 12. Tunaona Mtume Paulo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anaainisha mambo matano muhimu kufanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na hatimaye wakaangamizwa jangwani. Na nilikueleza ya kwamba mambo haya ndiyo yatakayowafanya wengi vile vile washindwe kuingia katika uzima wa milele. Ndio maana Paulo anasema mambo haya yalikuwa ni mfano kwetu. Kumbe yale yote yaliyotendeka kwa wana wa Israeli yalikuwa ni mfano kwetu, ili na sisi tusije tukafanya yayo hayo alafu tukaangamia jangwani. Na Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo tuliliangalia ni kutamani mabaya. Tuliangalia kwa kina namna gani wana wa Israeli walivyotamani mabaya baada ya kutolewa Misri. Lakini jambo la pili tuliloliangalia ni kuabudu sanamu. Tulizungumza kwa kina ibada ya sanamu ni nini na sanamu ni nini, na tukaangalia namna gani kanisa la sasa linavyoabudu sanamu. Jambo la tatu ni uasherati. Tukaangalia namna gani wana wa Israeli walifanya uasherati wa kimwili na kiroho, hatimaye wakamwasi Bwana. Na jambo lingine la 4 tulilolitazama ni kumjaribu Bwana. Maandiko yanasema walimjaribu Bwana, na tukaangalia majaribu 10 ya wana wa Israeli waliomjaribu Bwana, lakini tukahusianisha na namna ambavyo kanisa la sasa tunaweza kumjaribu Bwana. Sasa ninatamani leo tumalizie jambo la 5, alafu tubakiwa na kipengele kimoja ambacho nilikueleza mwanzoni mwa somo hili, ya kwamba hakuna Kanaani pasipo jangwa. Na maana somo linalofuata tutakuja kuzungumza ya kwamba hauwezi kaenda Kanaani pasipo jangwa. Sasa jambo la 5 ambalo liliwafanya wana wa Israeli waangamizwe jangwani na kushindwa kufika Kanaani linapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 10. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika. Anaposema kama wengine wao, ina maana kuna watu kabla yetu walionungunika, alafu matokeo yake wakaharibiwa na mharabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo lingine la 5 lililowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani ni kunungunika au manunguniko. Kimsingi unaweza ukaliona kama jambo dogo, lakini kwa Mungu hakuna jambo dogo. Ndio maana dhambi ni dhambi, hata kama inaonekana kwa mtu kuwa ni ndogo, lakini hauwezi ukaipunguza ama ukaifanya kutokuwa dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo leo tukajadili manunguniko au kunungunika.
tutaangalia ni namna gani kanisa la sasa au wewe binafsi unavyonung'unika katika zama hizi kiasi ambacho Mungu anachukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharabu. Sasa tuangalie kunung'unika ni nini au manung'uniko ni nini. Tunapozungumza kwa habari ya kunung'unika, ni hali ya kulalamika kunakosababishwa na kutokuridhika juu ya hali fulani. Kunung'unika ni hali ya kulalamika kunakosababishwa na kutokuridhika juu ya hali fulani. Mara nyingi kuna hali ambazo tunakutana nazo zinazotufanya tulalamike. Inawezekana tunalalamika kwa watu, lakini Mungu anatuona ya kwamba tunalalamika mbele zake, kwa sababu kama tunasema tunamwamini yeye, ina maana tunatakiwa kutembea kwa ujasiri kwa kumtegemea yeye licha ya hali yoyote ambayo tutakutana nayo. Kwa hiyo kunung'unika ni hali ya kulalamika kunakosababishwa na kutokuridhika. Yaani kunung'unika ni kutokuridhika, alafu kutokuridhika huku kunapelekea mtu kulalamika kutokana na hali au changamoto fulani. Lakini pia kunung'unika ni kutokuwa na shukrani, na kutazama mambo kwa mtazamo hasi. Mtu hana shukrani, anatazama mambo mabaya tu, lakini hana shukrani katika mambo mema ambayo ametendewa. Huyu mtu anapokosa shukrani, alafu anapotazama mambo katika namna ya ubaya na uhasi tu, na maana huyu mtu matokeo yake anazalisha manung'uniko. Lakini pia kiufupi, tunapozungumza kunung'unika au kulalamika, ni kutokuamini ahadi za Mungu. Kwa nini mtu anung'unike au alalamike? Ni kwa sababu ameshindwa kumwamini Mungu, ameshindwa kuziamini ahadi za Mungu. Kwa hiyo kiufupi, mtu anaponung'unika afahamu ya kwamba anamwambia Mungu ya kwamba sikuamini, kwa sababu mtu mwenye imani hawezi akanung'unika au akalalamika. Sasa tutazame mfano mmoja wa manung'uniko kwa wana wa Israeli. Kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, utafahamu ya kwamba nyakati zote ambazo wana wa Israeli walikutana na changamoto walinung'unika, tangu bahari ya Shamu mpaka mbele walipoendelea. Kila saa walipoendelea, maandiko yanasema wakamnung'unikia Musa na Haruni. Kumbuka, Musa alikuwa ameitwa na Mungu awavushe wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Kwa hiyo wao walipozani wanamnung'unikia Musa, walikuwa wanamnung'unikia Mungu moja kwa moja, kwa sababu Musa hakuwa anafanya kwa shauri lake, bali kwa shauri la Mungu. Hesabu sura ya 14, tusome mstari wa kwanza. Ni miongoni mwa mifano ya manung'uniko walioyafanya wana wa Israeli. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Mstari wa pili unasema, kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Wakamnung'unikia Musa na Haruni. Kiufupi, wakamnung'unikia Mungu, wakashindwa kumwamini Mungu aliyewaahidi nchi ya Kanaani. Na kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, kulia kwa wana wa Israeli na kutoka machozi na kunung'unika huku kulisababishwa na habari
zilizozungumzwa katika Hesabu sura ya 13, habari za wapelelezi 10, utafahamu ya kwamba walitumwa wapelelezi 12 kwenda kuipeleleza ile nchi ya Kanaani. Yakaja makundi mawili, kundi la Kalebu na Yoshua, watu wawili, na kundi la wapelelezi 10. Wapelelezi 10 walileta habari mbaya, wakasema huko nchi ya Kanaani tumekutana na majitu mfano wa wana wa Anak. Akawaambia makutano ya kwamba tulijiona sisi kuwa kama mapanzi. Matokeo hayo ya kile walichokisikia ndicho kiliwafanya wana wa Israeli waanze kulia na kulalamika. Wakasema ni heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Na utafahamu ya kwamba ni mambo mengi makubwa ambayo Mungu alikuwa amekwisha yafanya huko nyuma. Ni matendo mengi ya ajabu. Hebu fikiria mtu anashuhudia bahari inapasuka mbele yake. Fikiria mtu anakula nyama ambazo hajazihangaikia. Fikiria mtu anakunywa maji jangwani, mahali ambapo hapakuwa na maji. Fikiria ni matendo mangapi ambayo wana wa Israeli walifanyiwa, lakini wakasahau yale matendo mema yote ambayo Mungu amewafanya. Wakashindwa kuelewa ya kwamba Mungu ni mkuu kuliko kile kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala yake wakamnungunikia Musa na Haruni, yaani wakamnungunikia Mungu. Sasa na sisi ni vivyo hivyo, tumekuwa tukipita katika mambo kadha wa kadha, lakini tunasahau ahadi za Mungu alizotuahidi, na zaidi tunasahau matendo makuu ya Mungu ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Mwanadamu nyakati zote anapokutana na changamoto moja, mbili, anausahau wema wa Mungu na ukuu wa Mungu. Anaichukua ile changamoto kuwa kitu kikubwa, na hatimaye analalamika na kunungunika wakati anasema amemwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Fahamu ya kwamba manunguniko na malalamiko yote ni machukizo mbele za Mungu, na ni dhambi ambayo itakufanya ushindwe kumwona Mungu. Kwa nini? Kwa sababu manunguniko ni ishara ya kutokumwamini Mungu. Hebu tuangalie angalau sababu 3 kwa nini kunungunika ni dhambi. Yamkini unaweza kusema hivi, manunguniko tu, kulalamika tu. Na kulalamika si lazima uzungumze useme. Hata unaponungunika moyoni mwenyewe, wazo lolote unaloliwaza moyoni, chochote unachokifikiri moyoni, fahamu hiyo ni sauti ambayo inazungumzika mbele za Bwana. Hakuna kitu ambacho utakisema moyoni ambacho Mungu hawezi akakijua. Ndio maana Zaburi ya 139 mstari wa 1 anasema, umenichunguza na kunijua, wewe wajua kutoka kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua Bwana. Yesu hafichwi na chochote, hata kama ni dhambi ya siri, hata kama ni mawazo ya siri, yeye anaona na anasikia. Sasa kwa nini kunungunika ni dhambi? Sababu ya kwanza, manunguniko ni ishara ya kutokumwamini Mungu. Manunguniko ni ishara ya kutokuziamini ahadi za Mungu. Hebu tujipime kwa mtu mmoja, baba yetu wa imani, ambaye Biblia inamtambua kabisa, Ibrahim. Ni namna gani alipokea ujumbe kwa Mungu ya kwamba atoke katika nchi yake aende katika nchi atakayompa. Na bahati nzuri maandiko yanasema Abrahamu alitoka pasipo kuuliza, akimwamini Mungu ya kwamba yule aliyemwambia ndiye atakayefanya sawasawa na alivyomwambia. Ibrahimu hakulalamika kwa sababu Mungu hakumweleza sawasawa ni wapi anakokwenda. Lakini Ibrahimu alitoka tu akaenda, akijua yule Mungu aliyemuita na kumwambia toke katikati ya baba zake ndiye Mungu atakayefanikisha kila ambacho amemwambia. Tunaona Ibrahimu anaahidiwa mambo mengi, ya kwamba uzao wako utakuwa kama nyota, utakuwa kama mchanga. Lakini ni vitu ambavyo kimsingi Ibrahimu hakuvishuhudia wala kuviona, lakini maandiko yanasema aliviamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaponungunika, unatuma habari kwa Mungu ya kwamba haumwamini Mungu aliyekuahidi hicho. Ndio maana utaona wana wa Israeli
wananungunika, wanamnungunikia Musa na Haruni. Hebu tuangalie Hesabu sura ya 14 na mstari wa 11. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Kwa nini anasema watamdharau? Ni kutokana na manunguniko yao. Na maana kumbe unaponungunika unamdharau Mungu. Wasiniamini hata lini? Unaona, kumbe unaponungunika haumwamini Mungu. Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Unaona sasa, kumbe Mungu amekwisha jidhihirisha, si mara moja, si mara mbili. Ulimwomba Mungu akafanya sawasawa na ulichoomba. Amekuvusha jambo moja hili na lile, anakulinda, anakupa afya hata sasa, lakini bado haumwamini, bado unanungunika, bado unalalamika, labda kwa sababu ya changamoto ya maisha unayopitia, au kwa sababu ya jambo lolote ambalo umekutana nalo katikati ya maisha. Tulijifunza ya kwamba tusimjaribu Mungu, na bahati mbaya mwanadamu anataka kumwendesha Mungu. Mwanadamu anataka Mungu afanye kama mwanadamu anavyotaka, lakini ukweli ni kwamba Mungu anafanya kama yeye anavyotaka, kwa sababu mapenzi yake ni muhimu kuliko mapenzi yetu, kwa kuwa mwanadamu ni dhaifu, hajui yampasayo kufanya. Kwa hiyo jambo lolote mwanadamu analokutana nalo hapaswi kulalamika na kunungunika, kwa sababu ndani yake huenda kuna mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Mpaka lini nitashikamana na dharau ya watu hawa? Kumbuka anachokizungumza ni kutokana na manunguniko ya kule juu. Wameshindwa kutambua ukuu na uwezo wa Mungu, wakayaona yale majitu kuwa kitu kikubwa kuliko uwezo alionao Mungu. Ina maana wamemshusha Mungu viwango, wameyainua yale majitu juu na kuyaona ya kwamba yana nguvu kuliko Mungu aliyowatoa Misri. Mungu anaona hii ni dharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoikuza changamoto kuliko Mungu, ufahamu ya kwamba umemdharau Mungu kwa kuiona changamoto hiyo kuwa kitu kikubwa kuliko uwezo alionao Mungu. Anasema wasiniamini hata lini. Ndio maana tunasema kunungunika ni ishara ya kutokumwamini Mungu. Mungu amewapa ahadi ya kwamba nchi ile ni ya kwenu, niaminini mimi. Na maana Mungu akishasema, yeye ndiye anajua atafanya fanyaje, hata kama tuone ya kwamba tuwezi kuvuka hapo. Ndio maana maandiko yanasema lisilowezekana kwa wanadamu kwake linafanya nini? Linawezekana. Ni mtazamo wetu tu, na maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Angalia hawa watu wakajiona kama mapanzi. Na maana ukweli ni kwamba wasingeliweza kuirithi ile nchi, kwa sababu tayari wameishaondoa imani ya kurithi, wameisha dharau ile ahadi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akishasema, haijalishi ni kitu gani ambacho kitatokea, lazima itakuwa kama alivyosema, hata kama ionekane leo ya kwamba haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu ya pili kwa nini kunungunika ni dhambi, ni kwa sababu kunungunika kunadhoofisha imani ya wengine. Kunungunika kunadhoofisha imani ya wengine. Kunaweza kukadhoofisha imani ya mumeo, imani ya mkeo, imani ya ndugu wengine katika Bwana. Na ndilo jambo ambalo lilitokea kwa wana wa Israeli katika Hesabu sura ya 14 mstari wa kwanza tuliosoma. Hebu turudie tena. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule, kisha wana wa Israeli wote. Sasa utaona ya kwamba wana wa Israeli wote walimnungunikia Musa na Haruni kwa sababu ya taarifa ya wapelelezi 10. Na hao wapelelezi 10 walionyesha kutokumwamini Mungu, kwa sababu taarifa walioileta ilivunja imani za wana wa Israeli wengine. Karibu pamoja na Yoshua walileta taarifa ya kwamba ingawa ni hivyo, lakini tunashinda bila shaka. Lakini wale wapelelezi 10 wakaleta taarifa ambazo ziliwafanya wana wa Israeli wengine wadhoofike kiimani. Kwa hiyo unaponungunika na kulalamika, unadhoofisha imani ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatuma taarifa kwao ya kwamba Mungu hawezi, kwa hiyo na wao wasimtumaini Mungu, wasimwamini Mungu, ila wawe dhaifu kama wewe. Kwa hiyo saa yote unaponungunika na kulalamika, fahamu
unadhoofisha imani ya mtu. Sababu ya tatu, kwa nini kunung'unika ni dhambi? Manung'uniko au malalamiko huleta uasi. Na uasi ni nini? Ni kujitenga na Mungu aliye hai. Angalia Hesabu sura ya 14 na mstari wa 9. Biblia inasema, lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yupo pamoja nasi, msiwaogope. Turudie tena maneno ya kwanza, lakini msimwasi Bwana. Kwa nini anasema msimwasi Bwana? Kwa sababu tayari kutokana na taarifa hii ile na kunung'unika kwao, kulikuwa kumeshaanza kutengeneza mazingira ya kujitenga na Mungu. Ndio maana ukisoma mstari wa 3 unasema, mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Je, kutokana na changamoto ninayoipitia, hii changamoto ya huduma, hii changamoto ya ndoa, si ni afadhali nirudi kwenye dhambi zile zile? Si ni afadhali mtu ambaye hajaamini? Si afadhali nirudi kwenye umbea? Si afadhali nirudi kwenye ulevi? Si afadhali nirudi? Maana ya kurudi Misri na maana ni kurudi katika yale mambo ya kwanza ambayo Mungu alikuokoa kwayo. Kumbuka nilikwambia Misri kiroho ni maisha ya dhambi ambayo tulikuwa nayo kabla hatujamwamini Mungu. Mungu anapotuokoa kutoka Misri, hatamani tuweze kurudi wapi? Misri. Ndio maana kuna mahali sisi ambao tunarudi tena nyuma, tumefananishwa kama nguruwe aliyeoshwa. Unapomosha nguruwe, umemsugua kwa sabuni ya omo, amekuwa safi kabisa. Umesema sasa nguruwe nenda, dakika 2 si nyingi, unamwona nguruwe amesha garagara kwenye tope tena. Sasa wengi leo tumefanana na nguruwe. Mungu anatuosha lakini bado tunarudi kule kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona namna gani manung'uniko yalisababisha kutengenezeka kwa uasi ndani ya mioyo ya wana wa Israeli. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Angalia mstari wa 4. Wakafikia maamuzi, wakaambiana, jamani, na tumweke mtu mmoja awe akida, yani awe kiongozi, tukarudi Misri. Wakasema tujichagulie mtu kati yetu ili atuongoze tena, tusiendelee mbele, turudi nyuma. Kwa hiyo manung'uniko huleta uasi ndani ya mtu. Utaona ni kawaida tu ile sauti inayokusemesha, ile sauti inayokufanya ulalamike ndani. Lakini tambua, kadri unavyozidi kulalamika na kunung'unika, ndivyo ule moyo wa imani kwa Mungu unavyozidi kupungua, na hatimaye kesho na kesho kutwa utakuwa mtu wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tujadili kwa sehemu manung'uniko katika kanisa la sasa yanafanyikaje. Na tunapozungumza kanisa, mtu wa Mungu, tunazungumza kwa habari yako binafsi. Maandiko yanasema katika Korintho wa kwanza 6:19 na 20, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Kwa hiyo kumbe wewe ndo hekalu la Mungu. Hili jengo la mabanzi unaloliona, au jengo lolote lililojengwa vizuri kwa marumaru, wakalipamba kwa mapambo yanayowakawaka, hilo jengo sio kanisa. Kanisa ni wewe. Maandiko yanasema katika Matendo ya kwamba Mungu hakai katika majengo yaliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Yesu hakuja kufa kwa ajili ya haya majengo haya, hakuja kufa kwa ajili ya hayo, wala haya majengo hayatendi dhambi, ila anayetenda dhambi ni wewe. Ndio maana alikufa kwa ajili yako. Kwa hiyo tunapozungumza kwa ajili ya kanisa, usizani nazungumza kwa habari ya uzima na ushindi au TAG, AGT au dhehebu fulani au dini fulani. Nazungumza kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe binafsi unafanyaje manung'uniko hivi leo? Jambo la kwanza ni pale unapolalamika kila wakati kuhusu maisha. Hebu fikiri maisha yako unaishije? Namna gani unamwamini? Mwanadamu anakutana na changamoto nyingi. Unajua, siku zote mtu anapopita jangwani analalamika, na watu wengi wamezani kuokoka ni kutokupita jangwani. Hata Paulo mwenyewe alithibitisha, anasema imetupasa kuingia mbinguni kwa dhiki nyingi. Kwa dhiki nyingi. Dhiki hizi ndizo jangwa. Sasa zile changamoto, na bahati nzuri
mimi nimekuja kufahamu ya kwamba changamoto zozote au majaribu au ugumu wowote ninaokutana nao ndani ya wokovu, kama nikisimama kwa imani thabiti na kuulinda utakatifu, una thawabu mbele za Bwana, una taji mbele za Bwana. Ndio maana maandiko yanasema tutafutwa machozi. Sasa unawezaje kufutwa kama haujalia? Unawezaje kufutwa kama haujapitia changamoto? Kwa sababu wanaofutwa machozi ni wanaolia. Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu mkavu ambaye anaweza akafutwa machozi. Kwa hiyo mara nyingi tunapokutana na changamoto, sisi wanadamu tuna tabia ya kulalamika. Changamoto katika ndoa, maisha magumu, pengine kipato hakiko vizuri, uchumi hauko vizuri, na mara nyingi watu wamekuwa wanampima Mungu ya kwamba ili ionekane nina Mungu, niwe na maisha fulani mazuri, nimiliki vitu fulani, niwe na utajiri fulani. Wasijue ya kwamba kuna jangwa, kuna wakati wa kupimwa. Ndio hivyo vyote watu wa Mungu watakuwa navyo, ila lazima uelewe kwa wakati gani, kwa sababu kuna nyakati ambazo Mungu anaziachilia kwetu ili kutupima. Ndio maana wana wa Israeli kama wasingepitia jangwa, ina maana mataputapu yangeenda Kanaani, na Mungu anasema kinyonge hakitaingia Kanaani. Kwa hiyo lazima upitie jangwa ili imani yako ipimwe, ili uwe na ujasiri na uthabiti. Ili dhahabu ing'ae, lazima ipite kwenye moto. Kanaani hayaingii makapi, wanaingia watu wenye imani, watu waliomwamini Mungu pasipo kuona shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yakobo 1 anasema mtu mwenye mashaka asizani ya kwamba atapokea chochote kwa Bwana, asizani ya kwamba ataingia Kanaani. Yale mashaka ya maisha, lazima tujifunze kumwamini Mungu kila wakati, licha ya changamoto yoyote ambayo tunaipitia katikati ya maisha yetu. Hakuna jambo ambalo litampata mtu wa Mungu lisilo na sababu akiwa katika Mungu. Maandiko yanasema Mungu hamjaribu mtu. Ni kweli, na hilo neno linaishi. Unajua kwa nini? Mara nyingi majaribu tunayoyapata mpaka yanatutoa kwenye imani ni yale ambayo tumeyatafuta kwa tamaa zetu. Tunafanya mambo kwa akili zetu, tunataka maisha kwa akili zetu, tunataka Mungu atupe vitu kwa akili zetu. Ndio maana Yakobo anasema mnaomba vibaya, kwa sababu mnapoomba mnaomba mvitumie kwa tamaa zenu. Zaburi anazungumza, anasema nimekuwa kijana na sasa nimekuwa mzee, sijaona mwenye haki amefanya nini. Ina maana mwenye haki akipita kwenye changamoto ya namna yoyote, Mungu hatamwacha. Tatizo tulilo nalo, hatujaamua kuwa wenye haki, hatujaamua kusimamia utauwa, hatujaamua kusimamia utakatifu. Tuna mashaka, tunang'ata na kupuliza. Tunahubiri utakatifu, hatuishi utakatifu. Tunasema tunaenda mbinguni, lakini bado hatujakamilika. Sasa yako mambo shetani anapata uhalali wa kuyaruhusu katika maisha, hatimaye yanatutoa kwa Mungu kwa sababu tumeshindwa kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, jambo lolote ambalo unakutana nalo ukiwa katika Kristo, hakikisha halikutoi katika imani ya Kristo. Hizi dhiki nyepesi hizi zinatufanyia thawabu mbinguni. Maandiko yanasema kila atakaye kuishi maisha ya utauwa, yeyote anayeutafuta utakatifu katika dunia hii iliyoharibika. Angalia dunia hii, wema umekuwa uongo na uongo umekuwa wema, ubaya umekuwa wema, wema umekuwa ubaya. Yaani sasa hivi ukitaka kuwa rafiki wa dunia, ukitaka usiumie, ukitaka maisha mazuri, wewe fanya mambo yasiyompendeza Mungu. Nenda kadange, kula rushwa, nenda kaibe, fanya wizi. Ukitaka ufanikiwe kwenye mfumo wa dunia ya sasa, lazima ufanye vitu haramu. Sasa sisi watu wa Mungu hatutakiwi kuiga mtindo wa dunia. Haki yetu itasimama katika haki ya Mungu. Hatutatoa rushwa ili pengine tufanikiwe kirahisi. Lazima tumvumilie Kristo, hata kama akirudi kabla tujapata maisha tunayoyataka, lakini tutapata maisha mema zaidi ya haya tutakapofika huko. Bwana Yesu asifiwe. Usilalamike kuhusu maisha, kuhusu ndoa. Ngoja nizungumze na wanandoa. Mara nyingi jambo hili limekuwa changamoto, tunalalamikiana na kulaumiana. Mtu mwingine inafikia hatua anasema ni afadhali nisingeolewa. Ngoja nikwambie, unamkosea Mungu pakubwa, na ninakusihi kwa jina la Bwana, kama umewahi kunungunika na kulalamika ndani yako kwa ajili ya mume au mke ambaye Mungu alikupa, ninaomba nikusihi, tubu, mwendee Bwana kwa machozi,
Mwambie Bwana, kuna nyakati nilinung'unika, nikalalamika, nikaona kama mume wangu hanijali, ananionea. Bwana nisaidie, Bwana nitakase. Fahamu hiyo ni dhambi kama dhambi zingine. Kuna mtu mwingine anajuta kabisa, anasema afadhali ningeolewa na yule. Wakati Isaya alipomwomba Bwana, yeye mwenyewe anathibitisha kabisa kwamba kwa ndoto nilifunuliwa, nikaonyeshwa ni huyu. Inakuwaje sasa unamkataa leo? Unasema afadhali yule. Ina maana unamdharau Mungu aliyekusemesha, unamdharau Mungu aliyekupa ndoa hiyo. Maadamu uko kwenye ndoa hiyo, jambo lolote linalotokea haupaswi kulalamika na kunung'unika. Na tumekuwa ni watu wa kutazama ubaya badala ya wema, na ndo tabia ya shetani. Tunaona kila wakati wana wa Israeli walipokutana na changamoto, hawakukumbuka jema ambalo Mungu aliwafanyia. Kuna wakati walikuwa na chakula kabisa, walikuwa na mana, lakini wakataka nyama. Walikuwa nacho, walikuwa na mahitaji, lakini malalamiko hayakuisha. Wakasahau kuna saa hawakuwa na hivyo walivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusilalamike au kulaumiana. Udhaifu wote unaouona kwa mwenzako, hebu uchukue, shauriana naye zaidi, muombe sana Mungu, ukijua unapofanya hivyo, kwanza ni thawabu kwako, lakini pia ni wajibu wako, kwa sababu Mungu ametuita ili tuimarishane. Anasema ni afadhali wawili kuliko mmoja. Kwa hiyo tusilalamike, kwa sababu tuna hali ngumu za maisha. Na ngoja nikwambie, mtu wa Bwana, usiende kwa kuifuata dunia. Usiende kwa kumfuata Hasani Idi Juma, yule ambaye anaendesha pikipiki hata sasa, ambaye amekuwa unamwona ni kijana na wewe ni mzee, lakini maisha yake yamekuwa ni mazuri kuliko wewe ambaye uko ndani ya Yesu. Na mara nyingi watu wanajiuliza, lakini ngoja nikwambie, si kila mtu unayemwona ana maisha mazuri katika ulimwengu huu ameyatoa kwa Mungu. Acha nikusaidie, maisha mazuri ya Mungu yana gharama, yana mchakato na yanadumu. Shetani tu ndiye humfanikisha mtu kwa wepesi na kwa haraka, lakini Mungu ana michakato yake, anatupima kila kunapoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kutembea kwa kuiga, acha kutembea kwa kuangalia mifano ya walioshindwa. Kubarikiwa sio kuwa na gari, kubarikiwa sio kuwa na jumba. Kubarikiwa ni kuwa na Yesu ndani yako. Kubarikiwa ni Yesu kukutambua. Anasema Bwana awajua walio wake, na kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Tujapokuwa wajinga, tujapokuwa hatuna magari, tujapokuwa hatuna majumba mazuri, lakini hatutapotea katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapojifunza hivi, ninatamani ufikiri ni wapi ambapo imefikia hatua umemlaumu Mungu aliyekuita. Anasema karama yake haina majuto wala mwito wake. Imefikia hatua wengine wamelalamika mpaka utumishi walionao. Anasema Mungu, mbona sielewi hivi, ni kweli umeniita? Analalamika, anaona kila anachojaribu kufanya anaona hakifanikiwi. Wakati mwingine anaona mpaka lini haya yataisha, lini hivi? Kweli Mungu umenipa ndoa hii? Na ngoja nikwambie, mtu wa Mungu, lile jaribu linalokusonga, ile changamoto inayokusonga, hiyo ndiyo inayokupa baraka kwa Mungu, na hiyo ndiyo itakayokuwa thawabu kwako. Ukikwepa umeangamia. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa pili wa kulalamika na kunung'unika kwako, mtu wa Mungu wa leo, ni kukosa shukrani. Sema kukosa shukrani. Ndiyo, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 18 anatukumbusha Wathesalonike, anatuelekeza kabisa. Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Unasikia maandiko yanavyosema, anasema tushukuru kwa mema tu. Mahali fulani anasema mambo yote Mungu ameyafanya kwa kusudi, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Jifunze hata kumshukuru Mungu kwa kumweka shetani, maana shetani yupo kukusaidia umkimbilie Mungu. Hata Farao alifanyika daraja la kuwavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu pasipo kujua. Ndio maana Biblia inasema ombea adui yako. Wengi tunachukia adui zetu, unatamani kumchoma mkuki, unatamani afe, na wengine wameingia kwenye maombi ya kuombea adui zao wafe, kwamba ninamwombea afe, ninamuua. Nataka nikwambie, hayo maombi unayomwombea afe ndio maombi yanayomfanya anenepe hata sasa, ndio maombi yanayomfanya apate vile vitu ambavyo unamuona navyo hata sasa. Yaani silaha ya kumwangamiza adui yako ni kumpenda. Hiyo ndio kanuni ambayo Biblia imetupa, sio kumchukia. Na ukweli ni kwamba
mtakatifu wa Mungu atakayeirithi Kanaani hana chuki na mtu yoyote duniani, yeyote, hata kama awe ni askofu wake alimpigaga vita miaka mingi, kwa sababu maandiko yanasema amchukiae mwenzake ni nani? Ni muuaji. Nanyi mwajua ya kwamba hakuna muuaji atakayeurithi ufalme wa nini? Kuna kuua kwa namna nyingi, kama wanawake leo wanavyoua watoto kupitia uzazi wa mpango. Unaua, unapotumia uzazi wa mpango unafanya mauaji, unapotoa mimba unafanya mauaji. Maana watu wengine wanakuja na maswali, wanasema sasa, mtumishi wa Mungu, ile mwanamke anaelekea kupata mimba, kuna mbegu nyingi ambazo huwa zinaukimbilia mji wa mimba, mbona huwa inaingia moja tu, zile nyingine huwa zinaenda wapi? Nisikilize, ile moja ndiyo Mungu ameichagua, ile moja, na maana huo ni uchaguzi wa Mungu. Sasa unapoiua umefanya mauaji, unapotumia njiti, vidonge, choma sindano, muuaji mkubwa, unatakiwa kutubu. Yani wewe hauna tofauti na jambazi anaenda benki na kuteka watu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasali na majambazi wengi makanisani, wana bunduki mioyoni, wauaji kwa kisingizio cha maisha. Sasa nikizaa watari. Ndio maana tunazungumza, wewe unalalamika na kunungunika, haujawahi muamini Mungu, kwa sababu mtu aliyemwamini Mungu hivi akupe watoto ashindwe kuwalea, ashindwe kuwatunza? Yes, ndio anawaleta, na hakuna shetani anayeleta watoto. Mtoto yeyote anatoka kwa nani? Shetani hajawahi umba chochote, anaibaga vya Mungu tu, lakini hajawahi umba chochote. Sasa hofu ya nini? Mashaka ya nini? Aliyekuita, aliyesema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Utasikia China watu wamejaa, sasa wameweka hadi sera za watu kuzaa watoto wawili na kadhalika. Lakini hivi ni kweli dunia imejaa? Na haiwezi kujaa mpaka Yesu anarudi, haitajaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea Tanzania uone, hata hapa tu Kibaoni tunaona mapori mengi, viwanja bado vipo vingi. Hivyo vyote Mungu anataka watu wakae. Ni furaha yake kuona mwanadamu aliyemuumba anaijaza nchi, anafurahia. Sasa unapotoa mimba, unapotumia uzazi wa mpango majira, unaua watoto wa Bwana. Mwanamke, ninakusihi leo ni siku ya ibada, simama tu hapa, sema, watumishi wa Mungu, nimesikia neno, ninatubu, mimi ni muuaji. Maandiko yanasema atakayenionea haya mbele za watu, na Mungu atamwonea haya mbele za malaika, pamoja na mbele yake mwenyewe siku hiyo. Si unaogopa wanadamu? Unaogopa wanadamu? Sasa siku hiyo itakuwa kimbembe, maana watakuwepo na malaika na Mungu mwenyewe, na sisi wanadamu tukiwepo tutashuhudia, tutakuona ulivyoenda kumtupa yule mtoto chooni. Watu waona huruma, hasa mwanamke. Unajua mwanamke ni kiumbe cha hatari sana, yaani bora mwanaume. Mwanamke hana huruma. Fikiri mwanamke amezaa mtoto, mwanamke anaenda kumdumbukiza chooni. Hiyo roho mimi sina kabisa. Lakini mwanamke ana ujasiri, anamfunga kwenye kitenge, anaenda anadumbukiza chooni au anatupa vichakani. Maandiko yanasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Mwanamke ni hatari zaidi ya jambazi. Wewe mfuatilie tu, utagundua maisha yake. Hana huruma, anajifanya kurialia tu hapa na pale, machozi ya unafiki, lakini hana huruma. Yesu atusaidie sana. Lazima tuwe watu wa shukrani mbele za Bwana. Thessalonike hii tumeisoma, shukruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Tunajifunza jambo lolote ambalo tunakutana nalo katika maisha yetu, sisi watu ambao tumemwamini Mungu, tunamtumaini Yesu, tunamtaja Yesu, tunamtamka Yesu, halijaja bahati mbaya, lina lengo la kutujenga, lina lengo la kutuimarisha. Nilipojifunza haya, nimejifunza kumshukuru Mungu hata ninapoumizwa. Nimejifunza kumshukuru Mungu hata ninapokuwa sina pesa, hata hali yangu ya uchumi inapokuwa mbaya, hata pale ninapokuwa na mahitaji kunizidia. Ninamwamini Mungu aliyeniita ya kwamba atafanya, na mara nyingi nimemwona Mungu anatokeza njia pasipo na njia. Jifunze kumshukuru Mungu, kuwa kama yule Msamaria mmoja kati ya wale Wayahudi aliyerudi na kumshukuru Mungu, na Mungu akasema, enenda zako, umeponywa. Vivyo hivyo tunapomshukuru Mungu, kuna siri kubwa. Viko vitu ambavyo Mungu anatupa ziada tofauti na watu wengine, lakini pia Mungu anafurahi kwa sababu ni ishara ya kumwamini. Hakuna kitu kibaya kama kutokumwamini Mungu, na wana wa Israeli walishindwa kumwona Mungu kwa sababu walishindwa kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijifunza hivyo, hata unapokutana na baya, tena njoo mbele za Mungu, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante hata kwa hili. Shetani anaogopa sana watu wenye misuli kama hii,
kwa sababu najua hata ukipitia magumu Mungu habadiliki, hata ukipitia mema Mungu ni yule yule, habadiliki. Habadiliki kwa sababu na hali ngumu, habadiliki kwa sababu na fedha. Anasema yeye ni yeye yule jana, leo na hata ukinuna ni yule yule, ukicheka ni yeye yule, ukizila ibada yeye yupo, haumkomeshi, unajikomesha mwenyewe. Ukisema siendi kanisani, ukisema sio mshirika wa kanisa lile, ana watu wengi, ataleta wengi. Ndio maana niliwaambia watu wa Mungu hapa nikasema, yeyote aliye tayari kutoka atoke haraka kabla hajachelewa, kabla Mungu hajamtoa. Na kila mmoja anapotoka Mungu analeta watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitarudi nyuma kwa sababu mtu mmoja hataki kumtumikia Mungu. Yaani hata nikibaki mwenyewe na mabenchi, yaani injili itaendelea kutembea kuliko unavyodhani. Unajua kuna watu wanamlingia Mungu, wanamzidia Mungu, wanamsusia Mungu, wanamdharau Mungu. Watu wa jinsi hiyo Yesu hawataki katika shamba lake. Amen. Haya, tumejifunza kwa habari ya manunguniko, tukaangalia kwa nini kunungunika ni dhambi, na tukaangalia mfano mchache wa manunguniko katika kanisa la sasa. Hebu tuangalie sasa tufanye nini ili tusimnungunikie Mungu. Tufanye nini sasa? Jambo la kwanza, tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kuwa Mungu ni mwema hata katika magumu, kama jinsi ambavyo tumeona katika Wathesalonike wa kwanza 5:18. Anasema shukuruni kwa kila, ukimaliza kula mshukuru Mungu. Kila jambo tumshukuru Mungu, jema au baya, Mungu asante, Mungu asante. Na usishukuru tu kwa sababu umefundishwa kushukuru, kwa sababu mtu mwingine atachukua sasa hii kuwa liturujia, anashukuru. Maandiko yanasema katika Mathayo 15:8 ya kwamba watu hao wananiheshimu kwa vinywa, wanashukuru kwa vinywa, lakini ile shukrani haitoki moyoni. Mungu anachokitaka, yani kile unachokifanya kitoke ndani ya moyo, kwa sababu kinachoamini sio kinywa. Kinywa kinakiri tu, lakini imani inazalishwa ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kuwa Mungu ni mwema hata katika magumu. Wimbo wetu uwe asante Yesu, asante kwa hili, asante kwa ukuu wako, asante kwa kuwa utanivusha katika hili, asante kwa kuwa nguvu zako ni za ajabu, mamlaka yako ni ajabu. Hebu fikiria, tangu dunia hii iwepo imepita miaka mingapi? Lakini miaka ya dunia haijawahi badilisha wema wa Mungu. Wema wa Mungu ni ule ule. Inaweza ikapita miaka 80, inaweza ikatimia kwa watoto wako au kwa mtoto wako, lakini Mungu lazima atimize alichokisema. Amesema amezikuza ahadi zake kuliko jina lake. Yaani Mungu anaiangalia ahadi yake, kila alichokisema kwako lazima akifanye, kwa sababu Mungu sio mwongo. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitafanya nini? Yaani Mungu hajawahi badilika. Sio kama wewe ambao unasema alafu nasema nilikuwa nakutania mwaya. Hajawahi kuwa na utani. Yeye akisema very serious, hajawahi pindua eti kwa sababu anaona kuna dhiki kesho, eti kwa sababu maisha ni magumu. Hajawahi badilisha. Wewe ndo unabadilika. Na ahadi za Mungu hatuzipokei. Kwa nini? Kwa sababu tumebadilika, tumeacha kuishika imani, tumeacha kumwamini Mungu. Tunaposhindwa kumwamini Mungu, hataweza kutupa vile ambavyo ametuahidi. Lakini kama tukishikilia ile imani, tukishikilia utakatifu, ahadi ya uzima milele tutaipata. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo katikati ya maisha yako. Silaha kubwa ya shetani, anataka kuone wewe ukiwa unahuzunika kila wakati. Ngoja nikupe siri. Hebu fikiria umemchukua mtoto wako yule mdogo, alafu kaanza kumpiga na kuambia umetandika fimbo mpaka za utosi, makalioni, mwili wote, lakini yule mtoto kwa kadri unavyomchapa anacheka tu. Tandika, lakini mtoto anacheka tu. Tandika, lakini mtoto anacheka tu. Utaendelea kumchapa huyo mtoto? Si utaacha? Lazima utakata tamaa na kuacha. Sasa ndivyo ilivyo kwa shetani. Shetani akikutandika akaona unalia, atakutandika zaidi. Shetani akikupiga akaona ndo kwanza umeacha na ibada, atakupiga zaidi. Shetani akikupiga ndo akaona umesusa, atakukong'ota zaidi. Lakini akikupiga akaona unaendelea mbele, lazima atakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hataendelea kukufuatilia kwa sababu ataona ni jitu lililoshindikana linamwamini Mungu wake. Hii ilikuwa hata kwa Ayubu alipotandikwa, akatokea mwanamke mpumbavu. Anasema, wewe mbona unazungumza kama wanawake wapumbavu? Yaani tupate mema tu na mabaya tusiyapate. Kumbe mabaya ni haki yetu. Na ndio maana mimi wanahubiri nasema, ukiona leo una pesa,
fahamu kesho hutakuwa na pesa. Ukiona leo na furaha, fahamu kuna siku utandae kwa mazingira hayo. Tatizo la mwanadamu anataka awe nacho tu. Ndugu zangu, hata mabosi matajiri kuna nyakati za kuyumba kwa uchumi. Unaweza ukajikuta wiki hii mambo yako vizuri, lakini wiki ijayo nakwambia utasota mpaka utakoma. Kwa sababu life must balance, yani maisha lazima ya balance. Soma kitabu cha Mhubiri sura ya 3, kila jambo na majira unakupata na unataka upate kila siku. Kwa hiyo ifahamu hiyo kanuni. Unapokutana na kiboko chochote, changamoto yoyote, mfurahie Bwana. Shetani akiona umekutana na changamoto, jaribu halafu karudi nyuma, nataka nikwambia atakukong'ota vizuri, maana yeye hatamani kuona wewe unaendelea katika imani. Yesu atusaidie. Unaelewa mtu wa Mungu? Mshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kuwa yeye ni mwema hata katika magumu. Hebu tuangalie kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Tusome hili andiko na mstari wa 14. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14 na 15. Biblia inasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Anasema tuyafanye mambo yote pasipo nini? Manunguniko wala, anasema mambo machache, anasema yote, si ndio? Mambo yote, yote, huduma hii, maisha ya ndoa, yote tuyafanye pasipo manunguniko wala mashindano. Alafu angalia sasa mstari wa 15. Mtu akisha yafanya mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, anakuwaje? Anasema mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. Aha, kumbe tukiyafanya mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, tunakuwa na sifa ya kuwa wana wa Mungu wasio na nini? Na lawama. Wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu, mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitabisha bure. Tunapofanya mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, tunafanyika kuwa wana wa Mungu wasio na ila. Kumbuka Yesu alikuja kulifia kanisa lisilo na ila wala kunyanzi. Yesu mwenyewe alifanyiwa mambo mengi ajabu makubwa. Yesu alitemewa mate, alidharauriwa, alipigwa mijeledi, alichubuliwa Bwana wetu yule, lakini ndani yake haikuonekana kunungunika wala kulalamika. Alisema, Bwana, mapenzi yako yafanyike, mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuige mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyoufanya, maana yeye alikuja ili kutupa mfano. Alikosewa sana, yaani alikuwa na haki ya kulipiza kisasi, lakini yeye alizungumza jambo moja tu, Bwana wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Mbona unapokosewa unashikilia jambo mwaka mzima? Unasali na dukuduku, mume wako alikukosea, mke wako alikukosea, kila saa unapomwona akikosea tena kesho nalikumbuka lile la mwaka jana, unaunganisha matukio, hautaweza kufika mbinguni. Ninakuhurumia. Neno hili limekuja kwa ajili yako. Upendo hauhesabu nini? Mabaya. Unakuwa una diary moyoni mwako, kuna kitabu kama haka kanaandika makosa ya mumeo akikuomba msamaha unakafunika tu, alafu kosa lingine likitokea unakafunua, unaendeleza ulipoishia. Na maandiko yanasema upendo hustiri wingi wa nini? Wa dhambi. Hauishi na mume malaika, hauishi na mke malaika. Tukijifunza kuchukuliana udhaifu tutafika kule. Mbaya zaidi, unajihesabia haki sana. Kwa hiyo tuyafanye mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, ndipo tutakuwa na sifa ya kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. Tufanye nini ili tusimnungunikie Mungu? Jambo la pili, tukumbuke wema wa Mungu kila wakati. Kumbuka sana wema wa Mungu badala ya kutazama changamoto na mabaya. Usitazame yale mabaya. Yale mabaya ndani yake yana roho ya shetani yenye lengo la kukuua, lakini wema ndani yake una faraja, una tumaini, una imani. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto yoyote ya namna yote, tukumbuke ule ukuu wa Mungu. Hebu fikiria, ni mangapi Mungu aliyokufanyia hata hapo ulipofika? Umetoka wapi mtumishi Samsoni? Kwa nini lile ambalo unataka kukutana nalo linataka kukutoa kwenye imani ya Yesu? Angalia ile hatari, angalia jambo lile, angalia kipindi kile ulipokuwa umelala ndani kwenye ile nyumba,
Sauti ikakutoa ikakwambia toka nje, ulipotoka nje nyumba ikaanguka. Kama wema wa Mungu usingekubeba, ina maana ungefia mle na dhambi zako. Ukumbuke wema wa Mungu kila saa, kila saa. Jambo hili alilifanya hata mfalme Hezekia. Hezekia alipopewa taarifa ya kufa, alimkumbusha Mungu wema aliofanya, ya kwamba Mungu, kumbuka 1, 2, 3, 4, 5, nina sababu bado ya kuendelea kuwepo. Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuepusha na mengi. Ona sasa, tunakula kwa ajili yake, tunaishi kwa ajili yake. Hatuna fedha nyingi, hatuna utajiri mwingi, lakini ona tunaendelea. Hata siku ya leo ona inaelekea kuisha kwa wema wake, kwa fadhili zake. Wakati mwingine tunakosa tumaini, tunakosa pa kushika, lakini tunashangaa tu msaada umetokea. Ule msaada ni wema wa Mungu. Yesu asifiwe. Tufanye nini ili tusimnungunikie Mungu? Jambo la mwisho la 3, dumu katika kumwamini Mungu hata kama hauelewi mambo unayokutana nayo. Dumu katika kumwamini Mungu. Dumu katika kumwamini Mungu. Kuna saa, kuna jambo linatokea, hauelewi limetoka wapi, lakini zaidi linaweza kukufanya utoke kwenye imani ya Mungu. Tuwe kama Ibrahimu, alipoambiwa toka uende, alitoka, hakuanza maswali, hakuwa anaelewa anaenda wapi. Yesu asifiwe sana. Ila alimwamini Mungu. Kama tumemthibitisha Mungu aliyetuita, tudumu kumwamini. Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na hakika na mambo tusiyoyaona, uhakika wa kile Mungu alichokisema. Mimi huwa ninapata ujasiri sana pale ninaposikia Mungu anasema jambo, yaani akizungumza tu ya kwamba katika hili niko pamoja na wewe, hakuna mtu anayeweza kunitoa hapo, kwa sababu tayari nimeshapata ulinzi. Hata saa yote ninapoona ugumu, ninamwendea nikasema, Mungu, si ulisema uko na mimi? Maana akisema yeye amesema, hakuna anayeweza kutengua hicho alichokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo udumu katika kumwamini Mungu hata kama hauelewi, hata kama haujaelewa, hata kama hauoni njia, hata kama unaona kushindwa, wewe mwamini Mungu tu. Hata kama unaona dakika zinaelekea kuisha, muda unaelekea kuisha, wakati Mungu amekwambia atakusaidia, siku imeelekea kuisha, dumu kumwamini Mungu. Dumu kumwamini Mungu.